Sasa mjomba, naomba nikopeshe kama kiasi cha shilingi 30. Wewe ya nini? Mjomba, nakumbuka kuna siku nilikwambia kuna binti nenda kukutana naye. Ndio. Kwani nilifanikiwa ile siku? Kwani nikutana naye? Ni kweli nilishiriki naye lile tendo, lakini sikumpa pesa. Kwa hiyo umemkopa? Ndio. Mjomba, jitahidi uwe na fikra huru, kwa sababu sio kila unachokiona kwa macho kipo kama kinavyoonekana. Kingine hakipo kinavyoonekana. Sawa mjomba. Ila vipi kuhusu ile issue yako? Issue gani? Kuhusu mke wa rafiki yako. Mjomba bwana. Wainga wanasema chelewa chelewa kute mwana si wako. Sawa. Nimekuelewa. Niambie. Shwari. Salama kabisa. Kipipa. Nimepiga sana simu zako. Simu ushiki. Kuna nini tatizo? Kwenye swala la simu hilo, simu iko chaji. Watoka asubuhi sijashika simu. Vipi lakini mke wa jambo? Ndugu yangu. Katika wanawake wote amesabia mwanamke ndugu yangu. Mimi sasa hivi nina mtoto mzuri, yani cheupe, kitu kiko vizuri. Mashallah. Ipo siku nitakuonyesha. Mimi kumuoa wewe mwanamke, nesi nililogezewa. Hivi mwanamke gani yule? Yupo kama ganda kibiriti ambacho hakina njiti. Miaka yote ambayo nimeishi naye, hajawahi kuniletea mtoto. Hajawahi kabisa. Kaka, usidharau daraja hali ya kuwa ushavuka mtu. Maana ipo siku utahitaji uvuke hilo daraja ili urudi upande wa pili. Vipa? Huyu sasa hivi amekuwa mwalimu wa Kiswahili. Unamjua? Upumbavu gani anazungumza huu? Wewe watafuta watoto wanayesali wafundishe hayo mambo. Alafu hicho mimi sio kilichonileta. Kipipa, mguu kuja kwako zumuni ni lazima shilingi 300 tu. Ndani ya siku 2 mimi nakurudishia hela yako kaka. Iko kiasi cha pesa ninacho. Alhamdulillah. Ila sasa simemwona bwana Chunda ametoka kutindua nyumbani pale chooni. Kwa hapo unavyoona tunaelekea Tegeta kuchukua matili wakafunge. Ndugu yangu, nina shida ndugu yangu. Wewe niazime mimi hiyo shilingi 300. Kesho kutwa tu mimi nakurudishia. Tena kesho kutwa wewe utaenda kumalizia kazi yako. Hiyo ambayo ninayo ipo katika bajeti zake. Ningekuwa labda na ziada ndugu yangu, ningekupatia. Wewe ndugu yangu bwana shehe wangu. Kipipa, muda unazidi kwenda. Itapofika saa 11 maduka yatafunga. Tuondoke. Sasa ndugu yangu, wote wasiliana. Ngoja sisi twende kwa jamani. Mbona kila mitego ambayo naitega inafeli? Hivi mipendo atanielewa kweli jamani? Hii mkosi gani? Shemeji, umekuja muda. Karibu. Asante. Karibu ndani.
Kwema, una tatizo gani? Samahani. Hata sijamuelewa, sijui ana shida gani jamani. Asiniharibie mwili yangu. Mansa, kama unasumbuliwa na kichwa, ni bora umwone daktari mapema, maana wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Wewe mimi nimekwambia naumwa? Mimi nimekuambia tu kama nakushauri. Sikiliza, changamoto zote ambazo unazipitia sababishi kubwa ni wewe. Kumekucha. Umetoa pesa zote umempa sister. Sasa hivi mimi natabika, naumiza kichwa, naonekana mpumbavu kabisa ninamopita kwa ujinga huko wewe. Kwa hiyo mimi nachekesha, si ndio? Aka. Sasa nini kinakuchekesha? Mimi niko huku na mambo yangu, nakucheka nini? Sawa. Jamani huyu. Tunu. Alafu nimekumbuka mdogo wako alikuja. Alikuja? Amesemaje? Hakuna alichosema, ila kwa sababu wewe ulikuwa umetoka na yeye hata hivyo akuchelewa sana akaamua kutoka. Aha. Basi sawa. Nitamtafuta kwa simu. Sawa. Alafu Masa,
Kama unahitaji chakula niambie, nitakupikia, kwa sababu mimi tayari nimeshiba. Umeshiba? Ndio nimeshiba. Umekula wapi? Wewe jua nimeshiba. Alafu unachekacheka tu. Wewe niye kutumia message wewe ni nani? Hizi ni message tu za mtandao. Ndio zikuchekesha? Wanatamani kuingia, wengine ndio wamechoka, ndio wanaosikia, usije ukakurupuka ya uchungu. Utakesha ukilia usilie ya uchungu. Wanatamani kuingia, wengine ndio wamechoka, ndio wanaosikia, usije ukakurupuka ya uchungu. Utakesha ukilia usilie ya uchungu. Ya uchungu. Usiawe ukawapata wa ya uchungu. Seven. Kwanza nisamehe kwa kusumbua usiku huu. Na lingine nisamehe kwa yote yaliyopita. Tugange mapya. Usijali, mimi nimeshafashi. Vizuri. Maana sisi watoto wa kiume tuna hiki. Komeo. Mimi nina jambo linanisumbua. Yule mwanamke nyumbani naona tayari ameshaanza mawenge. Kuna mtu naona anamfuatilia yule mwanamke. Ninakuomba. Tena kuomba sana kaka. Unichunguzie yule mwanamke. Ujue ni nani anayemfuatafuata yule mwanamke. Ukishamjua, nataka nimjue tu ili nafsi yangu ilizike.